Ukirimo ngamura wa Go TV kiroko kyomothe negalo cia manyana ndo akonyitana na ni thini wa Kafiro nije tago Francis Kimani no mothe ndirenda gutwara ninge muno ngi wa Nairobi kuria ndirenda twarĩrĩrie maundu mengi machini cirona thutha wakwa na citagwo machini cia beauty kana nĩ tũgwĩtanĩrio nĩ mwene na atwĩra atĩrĩrĩ nĩkĩ mekaga nĩ gũtũmenyithia gũkũ nĩkũ twĩ cukuru ĩmwe ya beauty gũkũ thĩinĩ wa mũciĩ mũnene wa Nairobi na anjĩra atĩrĩrĩ na ngĩhota kwĩerethera na rũthiomi rũrũ tũkĩaragia koguo twarie na rũthiomi rwa Gĩthweri. Madam, habari yako? Nzuri sana. Nashukuru sana kwa kwanza kwa sababu ya kunikaribisha katika hiki chuo chenu. Hapa tuko wapi? Hapa tuko Moja One Estates. Hawakusikii vizuri. Hapa ujala lunch. Okay, hapa tuko Moja One. Yes. Na Umoja One wapi haswa? Hapa tuko Moja One off Outer Ring Road. Karibu na Umoja One Market, sababu tuko na hii branch ya Arong Mutindwa Road na tuko na branch nyingine pale Umoja One Market, store 319 and store 320. Okay, hapa panaitwaje? Chuo chenyewe kinaitwaje? Hapa panaitwa High Tech College of Professional Studies. Tuna deal na vitu kama hairdressing. Hiyo ni mambo na kushughulika maneno ya nywele, urembo ya nywele, na pia tuko na beauty therapy, bado ni urembo ya skin, uso, miguu na mikono. Hapa nyuma yangu naona kuna kitanda hapa, kuna mteja ambaye anashughulikiwa. Yes. Hapa nini kinachoendelea hapa? Hapa tunafanya kitu inaitwa facial therapy. Tunashughulikia uso na ili uso iweze kukaa imeng'ara na uso ikae imerembeka. Yangu hii na madevu inaweza ng'ara kweli? Kabisa sana, na hata ukaweza kubadilika na ukakuwa mtu anang'ara vizuri. Okay, niulize hivi sasa unajua ni mara yangu ya kwanza kufanya kipindi kama nimetumbukiza miguu yangu kwenye maji. Hapa nini kinachoendelea? Nielezee kuhusu hapa. Maana umeniambia kwamba nitajihisi vema zaidi nikitumbukiza miguu yangu kwenye maji ambayo ni kana kwamba yanachemka. Ni kitu gani ambacho haswa kinaendelea hapa na hii mashini gani? Hapa sisi wawili nikiangalia tunafanywa kitu inaitwa pedicure. Mambo pedicure ni mambo inahusu lebo ya miguu na bado inahusu mambo ya massage. Sasa ile umeingia ndani ya hili mashini unaweza kusikia ni kama kuna joto na ni kama maji inachemka ndani. Ile maji sasa ile inachemka ndani inakufanya massage. Na pia ukiangalia pale kuna vidude pale ndani, unapofanya miguu yako hivi unasikia ni kama na mbele na nyuma unasikia good. Ni kama unasikia kuna ile massage kama inakufinya finya. Sasa ile ni massage unafanywa na ile machine. Na kwa ile machine itaweza kukumassage miguu na bado itasaidia mishipa ya damu yako iweze kupitisha damu vizuri na ukajihisi kama umerelax kwa mwili yako. Okay. Na hapa hii machine inaitwaje mwanzo? Hii machine inaitwa foot spa. Foot spa? Yeah, foot spa. Unajua spa tumezoea kule kwa mabwenyenye na tunasikia kwamba kuna spa. Kuna ile spa inakuwa kwa chumba mzima, lakini kuna ile sasa imetengwa ya miguu peke yake. Sasa ile ni ya miguu na kuna ile nyingine sasa unaweza ingia mahali ukafanywe pamoja masaji yote ya mwili na ukafanywe masaji ya mikono na ya kila mahali. Kuna masaji ya mikono pia? Yeah, kuna masaji ya mikono, sasa ile unafanywa kitu tunaita manicure. Na mtu anapoingia katika hii mashini, maji yanakaa ni kana kwamba yanachemka, unafaa kukaa kwa muda gani? Hapa unakaa dakika 10 up to 20 kulingana na vile mwenye nakutengeneza venye umeongea na yeye akajua vile unatakikana relax mwili yako. Okay. Na niulize, umesema kunaitwa High Tech College of Hairdressing and Beauty Tailoring na IT. IT pia. Yeah, kuna hairdressing, IT, yes, tailoring. Yes, na languages, tunafundisha mpaka languages. Language gani hizo? Kuna French. Na kuna English bado. Unaelewa French? Tunaelewa. Kusalimiana kwa mfano kwa French, unasalimiana aje? Bonjour. Mimi nafaa kujibu? Unafaa kujibu. Bonjour. Hawa ndio wako class sasa wote wanafunzi. Pia yote tunaielewa.
na tunafundisha pia Spanish na Chinese. Hizo zote sasa kuna vile sasa unaniponiona hapa mimi kuna ile department nashughulikia. Uko katika department gani hasa? Mimi yangu ni hair dressing na beauty na part kidogo ya tailoring. Hiyo na IT kidogo. So hapo ukinitafuta kwa languages tuko na wale wamesimamia. Kuna ule sasa tumepatia hiyo department anasimamia. Sasa huyo akikuja hapa atakuelezea hiyo languages zote kabisa. Na niulize, unajua kuna wasichana wengi sana, maana hii shughuli japokuwa kwamba siku hizi waume pia wameanza kuingilia, lakini wanawake ndio ambao wanafahamika vema kwamba huwa wanafanya hii kazi. Yes. Na wengi wamemaliza shule na huwa wanatafuta labda mahali ambapo mtu anaweza kujifunzia, akaweza kufungua biashara ya kwake. Yes. Naomba kuuliza hivi, katika mitandao ya kijamii, Facebook, maybe website, tuko wapi? Tuko website, tuko www.hitechhopecollege.go.ke. Samahani. Yes. Nipeleke taratibu tena. www.hitechhopecollege. Hitech, that is H-I-T-E-C-H Hope College .go.ke. Na katika Facebook ni Hitech Hope College. Hitech Hope College. Hitech Hope College. Kwa hivyo mtu akiingia pale anaweza pata kwamba zile kile yani manufaa ambayo anaweza kupata hapa ama mafunzo ambao anaweza akapokea kutoka hapa, utapata kila kitu pale. Ukiingia pale hata kwa Facebook yetu utapata mpaka brochure zetu ziko pale, malipo yanakuelezea mpaka direction, inakuelezea mpaka zile branches tuko nazo, sababu tuko na branches tano. Tuko hapa Umoja Mutindwa, na tuko Umoja pale Umoja One Market, Mlima Umoja One Market, na pale stall 319 and 320. Na tuko Ruai branch pale around Kangudo Road, Mimam Hardware, next to Mimam Hardware ama Mimam building. Tuko pale Dadora next to Motito building. Motito utapita Dunia ama? Utapita Dunia. The next stage inaitwa Motito. Hapo juu ya Equity ATMs tuko hapo juu. Okay, niulize, unajua nilipofika hapa ama watu wakipita barabarani wakiona mashini kama hizi unafikiria hapa ni hospitalini? Maana tumejua kwamba watu ambao wanaugua saratani ama ugonjwa wa kansa, ndipo mashini kama hizi huwa zinapatikana ama labda hospitali kubwa. Hebu nielezee mashini kama hii nayo ni ya beauty bado? Hii mashini ya urembo bado? Hii mashini ni ya beauty yote. Hapa hata hakuna kitu ya nywele. Tukiangalia department yote hapa tuko ni mambo na beauty therapy peke yake. Sasa kwa mfano hii mashini inafanya kazi gani hasa? Maana naona kuna vidude hapa ambavyo na kila kidude hapa kiko na kazi yake. Hii inarembesha wapi? Hii inaweza nipiga shock. Unaweza ukitumia vile haifai, sababu kubuka iko kwa stima. Kuna kidude kama hii. Kidude kama hii ni saa ile uko oily. And then kuna vile unaweza unaona kuna watu wanakuanga na zile boils, zile mavibe kwa uso, ama tuziite pimples. Hiyo unaziangalia, they are not even pleasing, zinakaa tu zinakuchanganya hata ukiwa mbele ya watu au feel kidogo zinakutia doa. So hizi ukiwa kwa hii machine unakuja tunakutengeneza zingine iko ya kunyonya hizo mafuta. Kunyonya nini? Mafuta ndani ya mwili wako. Yananyonywa kutoka kwenye ngozi. After steam, sababu ukiangalia hapa tuko na hii kidude hapa, this part, hii kazi yake ni ya steam. After kuoshwa unaoshwa, unafanywa scrubbing. Ukishafanywa scrubbing, unatolewa hiyo uchafu yote. Alafu ukishatolewa uchafu yote, alafu unafanywa massage. Ukishafanywa massage, sasa unafanywa massage kama kuna zile pimples hazikuwa ready. Sasa ulikuwa unasuguliwa na unafanywa massage, zile pimples pia zinakuwa ready. Alafu pia ukiwa na hiyo mafuta ya kumassage, unawekwa hiyo steam. It's kind of hot, It's kind of hot, but tuna regulate the heat. Your customer, kuna customer sichomeke. Kuna mwingine ako sensitive, skin yake ni very sensitive, so ukimwekelea atakuwa na hayuko comfortable. So according na vile utamregulate mcooperate na customer, ataweza kusteam apate ile steam. Hiyo steam pia itaweka all the pimples zile zilikuwa kwa mwili yako, kwa uso yako, ziweze kukua ready. So sasa ile tunaweza tukikuja kunyonya,
na hii mashini kidude unazungusha ikitoa hizo mafuta. We call it sebum. Ina mafuta inakwanga kwa mwili, lakini sababu ya maybe umesweat ama umeweza according hata maybe chakula zile tunakula unaweza kuwa umeaccumulate like protein ikaweze kuwa inafulilia kwa mwili. So most of the time tunazitoa na hizi machine tunatumia hapa za facial. Kwa hivyo wakati tunakuona warembo wakiwa wamerembeka barabarani wamefanyiwa kazi kama hii nayo ni saa ile kuna ile dude unajaribu kuitoa na haitoki. Sasa ingine tunaichoma ile kwanza unaona ndefu labda imefura ndani na kuna vile tunaweza angalia kulingana na vile uko kwa mwili yako, kwa uso yako ama ile skin tunaichoma, tunatumia hiki dude. Yes, na kuna ingine hapa kuna vitu tuna attach kulingana vile tunafanya cleansing. Tunaweka brushes according na steps. Kwa hivyo kama unajua sakafu ukiosha kuna ile mashine ambayo inawekwa brush ambayo inazunguka na speed sana. Kwa hivyo pia uso ipo. Hiyo ndio sasa tunaweka. Kwa hiyo umeona kama hii mashine imeanza kutoa upepo. Ukisikia hiyo upepo ni moto kweli? Ni moto kabisa. Sasa hii steam ndio. Hii sasa hata ukikaa mikono hapa ukiweka mikono yako dakika 2-3 hata uso yako utaanza kusweat. Utaona sasa hata umeanza kusweat. Naweza karibia kweli kwa uso unaweza kwenye uso. Tunaweza vuta mashine moja sababu mashine nayo tuko na mingi hapa ndio tuweze kupatia wasichana wetu ama wale student wetu wanafunzi wetu masomo ile inayofaa. Wasitoke hapa wakaenda mahali pengine wakapata mashine kama hizi washindwe ni nini. Kwa hivyo waone moto ikitoka wakatoroka. So tunajaribu kuleta mashine zote zile zinatakikana kwa hii kazi yetu ili huyu msichana akitoka hapa atakienda zile salon zile za Western aende hata huko ya center akipata vitu kama hizi mashine kama hizi anazifahamu. Na wasichana wetu hapa tukiwasomesha na mashine zile latest wakitoka hapa wanaenda wanapata kazi. Niulize kwa mfano unaweza tuelezea describe ni kitu gani ambacho kinaendelea sasa hapa? Maana kuna hii moshi ambayo inatoka sasa kwamba ni steam ambayo inatoka na ni moto na hisi. We call it steaming. Nimeanza kusweat. Inasaidia ngozi yangu na nini sasa? Sasa hiyo inajaribu kama kuna kuyeyusha kama tuseme kuna kitu kama hizo pimples pia zinazo nyingi kibao kweli. Sasa tutaweza, alafu unaona ile taa iko pale juu. Pia tutatumia ile taa vizuri. Ikaweze kutuonyesha skin yako venye iko sababu kuna zile vitu hata ma disorders zingine magonjwa zingine tuko nazo kwa ngozi zetu za uso. Ukiangalia na macho yako kabisa huwezi yaona. Lakini sasa hiyo natumia ile machine unaangalia vizuri unaiona clear. We call it magnifying lamp. Unajua ile magnifying vile inafanya. Ikiwa na kitu kadogo inafanya kubwa. Sasa hata kama nataka kufanyia kazi kwa hiyo shida yako ya uso naiona vizuri na najua venye nitashuka. Sasa huyu mwanafunzi tuseme hii facial huanzia pale nataka kwa dakika moja unielezee kabla tuende mapumzikoni anafanywa nini hapa? Step ya kwanza sasa hii inafanywa nini? Sasa hii anafanywa cleansing, anatolewa makeup zote. Unajua wanawake si wote tuko na makeup, hata ukiniangalia mimi kabla nitoke kwa nyumba lazima nikuwe na shida wa lipstick. Lipstick ndio matatizo wanaume wengi nayo hiyo kwa mwanamke kuna wale lazima asipokuwa nayo hata feel confidence akikuongelesha. So lazima atolewe hizo zote, hizo makeup zote, eye pencil, eyeliner zote, mascara zote atolewe. Ndio sababu zile product tunaenda kutumia pale ziweze siende zikamix na zile product na zile makeup zikakosa kufanya ile kazi tunataka. Okay, mtazamaji, leo tunazungumza na bi mmoja aliniambia bi Lydia Wambui Kaibere. Kaifere ngombe mioro. Kaifere, yes. Kule mwana watu tiko. Korea Jobe Madioya. Na usiende mbali. Tunarejea baada ya muda mfupi tupumzike kidogo tu, usijali ama usishtuke, tuko wapi? Tuko hospitalini. Tuko katika mambo ya urembo. Tukio kugamio tumenye ado indeto kwa nini tumageje fara magame tele. Makoro kwa mbometa ko. Magara kama mashini hizi. Wakati kula hiyo nikala gome jibia makili ya gaka. Nika filoni jitabo Francis Kimani.